Shenga kiziwi, shenga kiziwi, shenga kiziwi, ho ho ho. Shenga kaingia kazini, shenga yupo ofisini, shenga hana jiamini, huyu ndo mshenga wangu mimi. Poa tu, vipi huko ulikotoka? Mimi mzima tu nyumbani. Yetu? Sawa, niambie. Utanimaliza sasa. Lete maneno. Mbona una furaha sana? Niambie. Sawa? Kuja nyumbani bwana. Sawa, niambie. Tunasahau hiyo. Maisha? La umuhimu kabisa hilo sawa. Sawa, nakusikiliza. Sasa ndio mimi nishaambiaje. Ndio aelekeza kila kitu. Poa. Yote umuhimu mke wangu. Ila kwa kweli na furaha sana kwa kusikia hivyo. Na hata nikienda nyumbani kule kuwarudishia majibu wazee wangu, kwa kweli watajisikia furaha sana, kwa sababu siku zote walikuwa wananisumbua, bwana, vipi mwenzako? Leo nadhani kwa hilo haina shida, ila na hapo siku zote hizi 2-3 nilikuwa nakusikilizia wewe kwamba naye nilikuwa nafanya mchakato wa yule nini mshenga. Mshenga nimempata mzee fulani tu anakaa hapo juu hapo, ile mwenyewe kidogo ana matatizo kidogo ya masikio, ila yuko vizuri kwenye mshenga, kwa sababu yaani mtaani hapa ndo anamtumia sana. Yaani umesema ana matatizo ya masikio hapo, unasema yuko vizuri jamani. Mke wangu mimi mpaka nimemtumia yule, ina maana hapa yaani kote mtaani hapo ukiuliza ndoa nyingi yeye ndo kasababisha. Sawa, wewe kuwa na uhuru. Mimi mwenyewe mwanake yani ndo namtegemea sana yeye. Furahi jamani. Sasa sasa kuniondoka pale nyumbani. Hata mtu leo acha niende pale nyumbani, maana
wakaiba bure. Jamani, Nimekuletea tu taarifa maana niko anakuelewa. basi wewe endelea kufurahi na uende nyumbani, ila sasa na mimi mwenyewe naye ngoja niende kwanza kwenye michemishe, baadaye tutawasiliana, tuonane, tutaongea vizuri zaidi, kwa sababu nitakapowapelekea nyumbani taarifa hii kwa kweli. Basi sawa. Poa. Huyo niambie, jamani, toka kuja huko kama unavyoona uchoka kutembeleana. Wewe sisi unaona nimekata mguu kuja kwako na wewe umekata kabisa. Lazima nikate. Inawezekani mimi nije kwako afu kwangu sana. Ya ongea hivyo. Wao yote kudanganya yanatokea wapi jamani? Haya, ongea ulichonisimamisha maana na haraka zangu. Wewe tena usiwe haraka. Ndio muda wote hivi. Ila sawa. Hata nikichoka. Mwezi unaolewa tarehe 12 hiyo ndo nao nataka kole kwa taarifa hiyo, siku shule nje naolewa. Shoga yangu wewe, wewe ndo nalokujua mimi unaolewa shoga. Sawa, haina shida kuolewa, soka au nataka nijue na Mungu au ya shetani ndo nakujua mimi. Nishangae yaani uongelee ati kwenye swala la ndoa lisije kabisa, usiulize swala la kigodoro. Unajua iko kwenye damu. Hakujua lazima kuchangamsha shoga yangu, haifai kawaida tu. Godoro kipo yao. Yaani hapo ushindwe wewe. Hapo kuna vijola nyumbani. Usije ukasahau kuja kuchukua. Kama kuna mashoga zako kasema Amina uwapelekee. Kwa hiyo wewe kuniletea nyumbani na unaona mpaka mimi nije nyumbani kwako. Hivi kweli? Sio mimi mwali sahihi. Sasa sisi tulazula tunaacha maelezo, mimi ningekuelewa. Sawa, nitakuja maana nataka niseme kwa sababu unataka kuniacha wakati nakuaminia wewe. Ndio kwa kwanza unaenda nyumbani. Asa mimi nilikuwa naenda kwa Juma. Oya Juma kanifungua ubongo, kwa hiyo ndio yaacha tu. Na wewe na wote bwana uolewe. Sio unaona giza. Hata ni wewe bali. Maana mwali. Hebu kwenda kwa kutibu wewe. Na elimu nao. Usije nikikua. Kwa shoga yangu nikamuulize kweli lile swala, nijue kama pande au Jamani, ndugu zangu, kwanza niwashukuru kuniitikia kaka yenu, ila mimi nilichowaitia hapa kikubwa kwamba ni jambo langu lile na kwenda kutoa posa. Sawa. Kwa hiyo kikubwa nilichokuwa nimewaitia kuelekeza jambo hilo na taratibu zote, naomba kama sisi wanafamilia fanyike kwamba tujadili tunafanyaje.
Maana mambo yote nimeshayamaliza. Mambo tu madogo madogo, si unajua shughuli inawezekanika ukasema ndogo, kumbe ni kubwa. Kwa hiyo nilikuwa nataka mawazo yenu hapa kidogo yachanganue mambo yaende sawa. Kwa mimi bwana kaka, Ndio. nikupe hongera za kwanza, kwa sababu hili jambo ulishawahi kunidokezea tangu nyuma, lakini mpaka leo hii limefikia wakati huu au tuseme hatua hii. Ndio. Kwanza hongera sana bwana kaka. Hapo issue ni sisi wenyewe tu na ndugu kuonesha ule moyo wetu siku ya tukio bila kuhangaisha yani mambo. Hamna senaji. Kwa mimi binafsi kwanza nikupongeze sana kwa uamuzi uliochukua. Maana hata umri wako nao pia unazidi kuwa na wenzako. Kwa hiyo nikupongeze sana. Halafu na imani hata huyo wiki akifika tunafanya kwa kulipa maanzo hapa. Kwa hiyo jambo zuri kakaangu, mimi nikupongeze na nakuahidi siku ya shughuli itakuwa pambe. Yaani tusijali kwenye lokta. Hongera sana. Kuhusu swala hilo, yaani mimi mwenyewe binafsi tena nimefurahi. Mimi namshukuru kwa sababu sasa hivi na pia tunatarajia kuita kama ile tunayo. Kwa hiyo hivyo sisi tutajiandaa mpaka siku ya kwenda huko sio tukio. Tutaenda wote. Kwa hiyo sio nataka kumaliza sana. Sisi najua tuko wanne. Ndio. Leo kama kufika. Na hapo upande wa pili inaosha vyombo ndani udeki na ufanyie hayo. Mimi tulia. Mimi maswala kuamka kitanani kupata kama kulivu usihitaji. Wewe mtoto wa kike utakuja kuolewa ipo siku. Unamuona mdogo wako? Ndio maana mimi tulisema hapa nikimkongota mabano mtanga mimba kwa sababu mimi mkubwa. Jamani dada. Mimi bora nipike kuliko kukosha vyombo. Wewe kubeki mboro hiyo kuweka. Wewe na huyu mkubwa nani? Yeye anaosha vyombo, mimi napika. Kuanza kubishana na sisi si ndio? Utafanya kazi zote hadi kupika. Sasa ukasema nimwambie. Nikiosha vyombo sinaenda kule. Unaenda ndani ufanye kazi zote. Sisi tunaelewana na nione kwa sababu mama yuko. Sawa nitafanya. Mama ndio mimi sasa. Kwa nini kulea nani kama sio mimi? Nanyanyeka. Yaani mtoto mzuri sana kazi. Sasa kujua zao mitaani tulimuni kwanza. Ndio mama ananisomesha mimi kwa wapi kusoma. Wewe. Jamani. Sasa nina mswada wako kitu. Kali mdogo wetu. Asante. Hapa. Sawa mama. Sawa ndugu wangu. Yaani afadhali huyu ndo angekupundu wewe hapo ndo angekupundu huyu. Kweli kabisa. Mbona mnanichangia hivi? Wewe huyu bwana huyu namwambia eti afanye kazi za ndani tu atatu. Shamba ataenda mwenyewe. Nataka kuwa line. Kwa mama huyu. Nataka kuleta mchukua na utaona huko. Kwa kweli jamani. Asante. Karibu mwana. Karibu mdogo wangu. Niambie. Ndio wangu shule niliwaelekeza tu vizuri kwa mambo yalikuwa bado. Kama ni kwa hiyo. Wote wanaelekeza juu. Na hiyo jambo hili ndio hapo. Niambie. Wewe nishaongea nao wako tayari. Hapo tarehe 12 ndio kuambia nitaacha. Angaje sasa wakati mimi ndo mama yako. Jamani. Kaloka na nini? Kwanza hana longorongo huyu mshenga wa kibongo.